niweze kusimama hapa ili kwamba tuweze kuyachangia maneno ya Mungu. Amen, amen. Nitasema tena shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunisaidia, sababu kazi ambayo ninafanya kwa sasa inanipatia muda kadogo kwa kuonekana kwa siku ya 3 kwenye ibada. Ninafurahi sana. Amen, amen. Kwa hiyo wasikilie pale pale. Amen. Asante sana. Sitawachosha sana. Tafungua Biblia zetu katika kitabu cha Luka 18:25. Mwingine atasoma Marko 10:25. Ikiwa kuna mtu amepata, Luka 18:25, Marko 10:25. Huyo ni Luka 18:25. Naam, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tumbo la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Amen. Hapo Marko kupenya. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno kupenya, kuna mtu ambaye anaweza kutufafanulia zaidi hiki Kiswahili kupenya? Kupenya ni kufanya nini? Ndiyo. Haleluya. Amen. Kupenya ni kupita. Kupenya ni kupita. Ama kupita katika kitu ambacho ulikuwa unafungwa ukapenya ukatoka. Okay, kuna mwingine anaweza kupenya, ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia unaanza kusema kama kupenya ni hali ya kupita nafasi ambapo ni ndogo kufuatana na wewe jinsi ulivyo. Ndio. Basi ndogo lakini unajitahidi kupita. Amen, amen. Ndio. Mimi naweza kusema kwamba kupenya ni hali unafanya mashindano, Ndio. lakini unafaulu kushinda, alafu ukapita, Ndio. ukatokea pande nyingine au ukafikia lengo, ndio Ndio. kupenya tena Kiswahili. Amen, amen. Kwa hiyo tunaweza sema kwamba kupenya ni kujitahidi. Kwa Kenya wanasema ni kungangana. Unangangana mahali ambapo haungeingia ukaingia. Kama ingebidi kwamba uingize kwanza mkono ndio uende, ili mradi tu uende, ndio maana ya kupenya. Bwana saidie sana. Kwa hiyo leo tutakwenda kujifunza neno fupi. Tutakwenda kujadiliana, tutachambua sisi sote. Amen, amen. Wakati nilikuwa nasoma haya maneno nilikuwa na kwamba inasemekana kwamba ni rahisi sana ngamia apite kwenye tundu la sindano kuliko tajiri aende mbinguni. Nikajifikiria kwa nini? Hii kitu inawezekana aje? Sasa ikanipatia bidii nijifunze kwanza kuhusu ngamia. Amen, amen. Nikajifunza kwanza kwa nini Yesu akaleta huu mfano, akachukua mfano tu wa ngamia
hauwezi kuchukua hata mfano wa mnyama mwingine yoyote, hata basi aseme kanyegelele, aseme kingine kakidudu fulani, akasema ngamia. Sasa nikaenda kuangalia namna ngamia ni kubwa, alafu aseme kwamba ni afadhali ipenye kwenye tundu la sindano kuliko tajiri aende mbinguni. Yaani hapo inaonyesha kwamba aliapa. Bwana saidie sana. Anasema kwamba tajiri haiwezekani. Amen. Sijui kama kuna mtu wako kule juu anaweza kutuwekea foto ya ngamia. Tuwekee foto ya ngamia, alafu inabeba kama mzigo. Tutachambua polepole sisi sote. Amen, amen. Kwa hiyo tuangalie kwanza sifa za ngamia. Tuone mambo matatu, hata ikizidi basi, kuhusu ngamia. Tuangalie hata mawili matatu kuhusu ngamia. Umepata ngamia? Tuwekee foto ya ngamia. Kama hujaona ngamia, unaweza kutuwekea hata kwanza tajiri, sababu naye tutamuongelea. Kama unaweza pata foto ya mtu ambaye ni tajiri, tuwekee pale, tuangalie tajiri anakaa namna gani. Sasa Bwana asifiwe sana. Nikaenda vile vile kuchunguza, nikafanya pia echide nichunguze maisha ya tajiri. Amen, amen. Amen. Sawa. Nitoe kwanza huyu, tuwekee sasa tajiri. Umeona ngamia? Haya, tutamrudisha baadaye. Ngamia ndio huyo anabeba mzigo, tuwekee tajiri. Nikachukua tena muda nijifunze maisha ya tajiri. Kasema kwa nini tajiri yeye wanamuonea hivi? Kwa sababu ukiangalia pale chini mpaka wanafunzi wa Yesu wakasema ni nani sasa anayeweza? Ikiwa tajiri hata ingia mbinguni, ni nani sasa? Ina maana walikuwa wanafikiria kwamba tajiri kwa sababu hapo na kila kitu yeye anao uwezo. Tajiri bado. Sasa nikaenda kujifunza maisha ya tajiri. Tukiangalia katika kitabu cha Luka ile 16 usoni mstari wa 19, nikajifunza neno moja kuhusu tajiri pale. Unaweza kusomea Luka? Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ni tajiri. Tajiri alikuwa anapenda kuvaa mavazi ya bei kubwa sana. Ndio. Rangi ya zambarau. Ndio. Alikuwa anafanya sherehe kila siku. Bwana saidie sana. Maisha ya tajiri. Wanasema kwamba tajiri huyu alikuwa anapenda kuvaa manguo ya bei. Kitabu kingine kilisema nguo za kitani safi. Ukiangalia hizo nguo za kitani safi kwa Agano la Kale, ama hizo nguo ambazo zilikuwa na bei, ilikuwa zinavaliwa na matajiri, wafalme na wajije waamuzi. Hao ndio watu watatu peke yao ambao walikuwa wanafaulu kununua hayo mavazi. Sasa tajiri naye anapenda kujifurahisha sana kwa hayo mavazi, ili kwamba afanywe nini? Aheshimiwe na watu. Amen, amen. Watu wamheshimu, akuwe tofauti na watu wengine. Yaani akipita tu wao wanasema ule mtu yawezekana ni tajiri kulingana na jinsi amevaa. Hiyo ndio sifa ya kwanza iliona kwa tajiri. Amen, amen. Sifa ya pili tunaipata katika kitabu cha Mathayo 19:21 mpaka 23. Ikiwa kuna mtu anaweza kusomea pale.
Ndio. Mathayo 19 unaanzia 21. Ndio. Yesu akasema, kama unapenda uwe mkamilifu, uende uuze mali zako zote, ugawie maskini hivyo vitu vyako, alafu utakuwa na hazina mbinguni, kisha ukuje unifuate. Ndio. Akaenda amehuzunika sana, alikuwa na mali nyingi. Amen, amen. Huyo ni tajiri. Amen. Kwa hiyo ikiwa mtu wako na mali nyingi ni tajiri, yes, ndio huyu jamaa. Bwana saidie sana. Neno linatuambia kwamba kuna mtu mmoja alitaka kujidai, akaongea na Yesu. Akamwambia, na mimi nitafanya aje? Unajua tajiri walikuwa wanajua kwamba wakikuwa na pesa wako na kila kitu. Amen, amen. Akamwendea Yesu akamuuliza, nitafanya aje? Yeye mawazo yake ilikuwa namna gani? Alikuwa anafikiri kwamba Yesu atamwambia, ukileta hiki, ukileta hiki, ukileta hiki unaweza kuingia. Bwana saidie sana. Hiyo ndio ilikuwa mawazo ya tajiri. Lakini akashangaa, Yesu anamwambia, unaona ile mali, zile gari, ile nyumba, uende uuze upatie maskini. What happened? Jambo za wale watu, ni nini kimetokea? Ili niuze mali zangu ili kwamba niwapatie maskini ndio niingie mbinguni? Ni wachache sana ambao wanafanya. Bwana saidie sana. Hata mimi sijui kama naweza kufanya hivyo. Bwana turudie sana. Ndio kuuliza, mimi niuze mali zote niwekee tena maskini? Unaona? Huyu mtu akahuzunika sana.